Mzee daktari hapo. Ibu. Karibu sana. Asante. Ndio chief, karibu sana. Asante. Karibu sana. Salama kabisa, kwema. Salama. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Unatokea huko? Naendelea vizuri. Kwema kabisa. Bwana, kuna mgonjwa wangu hapo. Ndio. Alikuwa na shida gani huyo? Hatujajua bado, tumekuta tu kichakani. Kichakani? Basi unapenda muingize ndani tuweze kumpokea. Muingizeni chapu. Aise, kiongozi. Pole. Pole chief. Aise. Mshike vizuri atambua. Mbona wewe kaja kwa mbele kiti? Hata bado kwenye kiti hapo. Karibu sana kiongozi. Pole sana. Imetokea nini? Ishu ishapatikana na ripoti tayari nishaifunga zaidi ya miezi miwili. Kwa hiyo chini wale jamaa watie mkononi wa serikali. Asante. Ndio hapa amekupiga. Aise. Pole sana. Na bibako unaweza kukumbuka, unawajua? Kwa sura naweza nikawakumbuka. Unaweza unawajua? Ndio. Sasa mimi ni daktari wa hapa Bereko. Nilikuwa naomba nikuandikie kisha kwanza kwenye mfumo. Kisha mwanzo kwenye mfumo utafanya vipimo vingine za nitakuhudumia. Sawa eh? Pole. Asante. Vipi lakini unajisikiaje? Pole sana. Pole sana. Nilikuwa na mtu majina yako yote matatu. Ndio, Wolf nani? Wolf Mohamed Bakari. Bakari nani? Una miaka mingapi? 19. Umetokea wapi? Kutoka Dodoma. Unafanya shughuli gani? Ni bodaboda. Pole sana kiongozi eh? Sawa. Basi nitaomba nikupime alama za uhai. Pole kiongozi. Pole sana Wolf. Sasa jamaa zangu Mkati na Wolf, mimi niwashukuru kwa kumleta tu ili tuweze kumpatia huduma, tuweze kuokoa maisha yake. Lakini hapa kiutaratibu kuna fomu ambayo anapewa kutoka kituo cha polisi ambayo ni PO3. Ambayo fomu inatusaidia sisi katika kutambua kwamba huyu hakufanya tukio lolote lile, bali amefanywa nini tukio mpaka kapata hii changamoto alionayo. Nitaomba mtu mmoja akatufuatilia hiyo fomu hapo polisi, akaandikisha maelekezo yake yote, majina, details zake za mgonjwa au anazifahamu vizuri. Kabla tujaendelea na huduma nyingine, lakini wakati yule yuko polisi, sisi tutakuwa tunaendelea na huduma nyingine, tutakuwa tunaendelea na kumhudumia. Sawa eh? Haya.
Pole sana. Nitaomba twende kwenye chumba kingine niweze kukusafisha, niweze kukuandaa vizuri, ukae vizuri, sawa eh? Ila jamani, kwa tusimalize hapo. Sasa kutokana na hii hali aliyonayo, tutaomba tuweze kumpatia maji, yani wanasema drip, tuweze kurudisha kile kilichotoka ili asiweze kupata changamoto. Bana wewe vipi kifua kinabana? Sio sana kidogo. Sio sana kinabana, akibani. Matuka mwana anaenda bio? Anaenda bio. Pole sana. Pole sana. Utapona jamaa wangu, siwaze, sawa eh? Pole. Hao jamaa watafuatiliwa, watakamatwa. Ndio na vyombo vya sheria vipo kwa ajili ya kulinda wananchi, sawa eh? Jamaa wangu. Sasa nitaenda kusafisha, tunanyoa nywele. Na sehemu kidogo nimepata jeraha. Naomba tukushone, sawa eh? Naomba tukushone. Pole lakini sawa eh? Nitaanza kwanza kwa kusafisha, baada hapo nitakupatia sindano ya ganzi ili kuweza kupunguza maumivu kabla sijakulewa. Sawa eh? Kuna baadhi ya dawa za kuweza kupunguza maumivu. Unafuata dukani, wakija tutakuchoma. Sawa eh? Pole. Nyoka. Pole. Pole sana jamaa. Zako nenda kufungulia faili kwa hapo polisi, umeshamwelekeza kwamba nani na nani? Ndio alishamwelekeza. Ameshamwelekeza. Pole sana jamaa. Daktari taratibu ile uwa. Pole sana. Sasa jibu ambacho tutakushona kwa siku ya leo kama na jeraha uliyopata, inabidi rudi baada ya siku 7 tuweze kuzitoa. Sawa eh? Na ganzi pia kwa ajili ya kupunguza maumivu wakati tukiwa tunashona hii sehemu ambayo umepata jeraha, ili usiweze kuendelea kutoka na damu kwa ukapata changamoto. Sawa eh? Utakuwa sawa jamaa. Sawa eh? Pole sana jamaa. Inabidi rudi baada ya siku 7 tuweze kuzitoa. Sawa eh? Sasa ndugu yake na bwana Hofu, huduma tulizompatia kijana wetu ni 15. Kutokana na mwongozo wa hospitali wa kituo cha kutoa huduma ya afya Belepo inavyoonyesha kwamba mgongo kuja kumwona daktari, kushona sehemu alipopata jeraha na matibabu mengine na dawa nazo pia atapewa kwa ajili ya kuzuia maambukizi yasiweze kuenea kwenye hiyo sehemu ambapo amepata hilo jeraha. Sawa eh? Basi sawa, tumeelewana. Kabla tujamruhusu, nilikuwa naomba pia tupime tena alama za uhai kwa mara ya pili tuweze kuangalia kama kuna changamoto, basi unaweza mkaondoka. Kwa jeraha lenyewe lilikuwa ni dogo, hamna shida. Sawa eh? Pole sana jamaa. Basi nitakwambia ushuke tuweze kupima tena kwa mara ya pili. Pole sana jamaa. Naomba tukae tu kwenye kiti. Pole sana mwanangu. Pole sana. Lakini kuna dawa ambazo nitakuandikia utapitia pale dirishani. Sawa eh? Na hizo dawa utakuwa na meza. Nimeshazituma kwenye mfumo, utapitia pale.
Sawa. Jitahidi kumeza. Ili kama kuna changamoto hapo karibuni unaweza kurudi. Usisite kuja. Kuna Isikie tu amani. Pole bwana. Pole sana jamaa. Sasa hapa nimeshakupima. Hamna changamoto, sawa wewe utakufanya pitia dawa hapo dirishani. Ukapumzike. Sawa Pole sana. Pole sana. Mchike vizuri asije kadondoka Anakuja vazi yake. Ndio hapa. Nani? Basi mbalishe basi yake vizuri. Nikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Bereka. Mtu mmoja akifahamika kwa jina la Wolf amenusurika kifo baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana. Alikuwa akiwasafirisha kama abiria na hatimaye kuibiwa pikipiki na kuokotwa na wasamaria wema anayefahamika kwa jina la Edi Class na Fons. Za jeshi la polisi lazithibitisha kutokea kwa tukio hili. Haya ni maelezo ya kamanda ya jeshi la polisi. Jina langu naitwa Afande Wise, mkuu wa jeshi la polisi, kitengo cha ulinzi na usalama. Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Wolf kama bodaboda kupitia taarifa anapata mashambulizi na watu wasiojulikana katika kona ya Bwiro alipokuwa akiwasafirisha hao kama abiria. Na tukio limefanyika mida ya saa 10 na Wasamaria ambaye aliyefahamika kwa jina la Wasamaria mmoja wapo aliyefahamika kwa jina la Edi Class na mwingine aliyetambulika kwa jina la Fons. Hawa ndio walioelezea kwamba walikuta mtu huyo katika hali mbaya akiwa ametupwa katika mapori. Matukio ya wizi wa pikipiki na mambo kama haya yanaumiza sana katika jamii. Nitoe rai kwa wananchi kwamba tuache vitendo hivyo kwa maana yanahatarisha ulinzi na usalama katika maisha yetu ya kila siku. Maana kazi zipo nyingi. Naomba sana vijana, hasa katika Tanzania kwa ujumla na katika kijiji cha Bereka, usipende kufanya matendo ya uhalifu. Asante. Jeshi la polisi laendelea na upelelezi wa tukio hilo. Ni mimi msemaji wako Feti. Taarifa nyingine ya habari, usikose kujiunga nasi katika Wake Up TV. Wewe maelekezi mitiki. Acha mwana. Basi tusheni pale kitu tukayabonge.
Poa, nani kwa hapa? Kwa kika. Mwaka bonge baba. Kwa vipi sasa ile IT vipi? Tena yupi? Sisi tumeshamdaka mjini. Wameshamdaka? Ile si, ile tayari. Memteka? Vipi stories za yule jomba hazijasikika huko mtaani? Yule jamaa si nilikuja nikapigiwa simu, asi yule jamaa hajafa, nimekupigiwa simu asi nikaenda nikamchukua. Mama. Ti. Yangu mbona sasa tutakuwa tumekwisha? Alafu kesi chali yangu. Alafu upelelezi huko unafanyika. Acha bwana. Labda tuseme kama yaani maana ninavyoona kama vile upelelezi mimi utakuja kunigeukia. Kwa nini?